Mapenzi yangu mengi sana yako katika shule hii. Ni moja kati ya shule yangu pendwa sana. Nayoipenda, inanikumbusha nilipokuwa mdogo, kwa sababu mimi pia nimebahatika kusoma shule za tunaziita St. Kayumba, lakini ndio hizi shule za kata. Nimesoma primary, nimesoma sekondari. Mambo ya kwenda shuleni na dumu na fagio kitu cha kawaida sana. Mambo ya kwenda na shuleni upeleke mbolea kwa ajili ya kurekebisha mazingira hayo mazuri ni kitu cha kawaida. Lakini pia hatusahau kilichotuleta shuleni, au sio? Inabidi tusome kwa bidii sana. Kwa sababu elimu ndio msingi wa maisha yetu, si ndio? Na kila mtu ana ndoto zake. Lakini pia kila mtu ana kipaji chake. Huku nimeona kuna watu wanacheza sana vizuri sana. Nimegundua pia Losinoni tuna madansa wazuri sana. Makofi sana kwa wale madansa. Nipende kwanza kumpongeza mkuu wa shule ambaye alikuwepo hapa kipindi chote hichi kabla hajaweza kuhama. Najua wanafunzi mlikuwa mnampenda sana na hata sasa hivi mnampenda sana, au sio? Nisikie kelele za mkuu wa shule. Nakumbuka mwanzoni kabisa hali ilikuwa ngumu. Shule zilikuwa madarasa yalikuwa machache, manne, kulikuwa hamna bweni, kulikuwa hamna umeme, kulikuwa hamna laboratory, lakini kwa ajili ya kuwepo kwake, hamasa zake na nguvu zake nyingi alizoziweka hapa Losinoni imesababisha sasa hivi shule inameremeta. Makofi kwake. Lakini pia wanafunzi mmejifunza vitu vingi kupitia kwake. Amewafundisha pia, mmejipenda, mmejali shule. Sasa hivi mnang'aa. Yaani nimeangalia huko nikasema shule imebadilika kabisa, wanafunzi mnavutia, mnang'aa, mmependeza. Lakini pia wasichana wamebahatika, wamepata bweni, si ndio? Kwa hiyo siku hizi yani tunakunywa soda kwa mrija. Losinoni oe. Hayo yote ni matokeo mazuri ya ufuatiliaji na utendaji kazi wake katika kipindi hicho alichokuwepo hapa. Kwa hiyo sisi pia tutamkumbuka sana 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 kwa mengi. Lakini pia hatuna budi kukubali kwamba yeye muda wake umefikia hapa ulipofika. Lakini sasa sisi tunaobaki shuleni, nyie wanafunzi, inabidi mkayafuate yale yote alikuwa anawasihi mkifanya, lakini pia mkajitume katika masomo, mkajitume katika kujituma kawaida tu. Sio lazima uambiwe kila kitu, kuna vitu vingine unaweza ukakiona hakiko vizuri unakifanya. Huku sekondari ni elimu ya watu wazima. Kwa hiyo unajifunza vitu vingi, kwenda na muda, unajifunza kusoma, unajifunza kusali, unajifunza kuandika, unajifunza kukaa na wenzako, kupendana, si ndio? Kwa hiyo hivyo vitu vyote hivyo tutaendelea kuvirithi kutoka kwake. Lakini pia nimpongeze mwalimu mkuu wetu mpya Obed Molel. Mimi nikukaribisha tena kwa niaba ya wenzangu. Karibu sana. Tunafurahia kuwa na wewe na tunaamini tutaendeleza zile ndoto zote ambazo tulikuwa tunazo hapa kijijini, hapa shuleni kwa ajili ya kufanikisha elimu bora kwa kila mtu. Elewa vitu ambavyo vinaendelea kuhitajika hapa shuleni. Kwa sasa hivi tunashukuru Mungu tuna bweni la wasichana, lakini pia hatuna bweni la wavulana. Lakini pia tunahitaji uzio, fence ya shule ili wanyama wasije wakaingia huku shuleni. Lakini pia tunahitaji jiko zuri, sehemu pa kulia chakula na vitu vingine ambavyo ni muhimu sana katika mazingira yetu ya shule. Mimi nitaendelea kujitahidi kadri niwezavyo ili tuendelee kufanikisha haya mambo yote ambayo ni muhimu sana katika shule yetu.
Mimi pamoja na bodi ya shule, uongozi wa shule na wale wote wanaweza kutusponsor, kutusaidia, tutahakikisha hivi vitu vinafanyika. Tunahakikisha mpaka tunapofika kumaliza mwaka, tunapofanya graduation ya form 4, baadhi ya vitu tuwe tumevikamilisha ili tuendelee kuenjoy mazingira ya shule, lakini tukiwapokea form 1 wengine wa mwakani wakute pia mazingira ni mazuri zaidi. Na pia kama tulivyokuwa tukifikiria kutengeneza lile darasa letu kwa ajili ya ufundi, kwa ajili ya wale wenzetu ambao wanamaliza form 4, wanahitaji kupata elimu ya vitendo kama kusuka, kunyoa, cherehani, kutengeneza milango, vitanda, madirisha, zile kazi zozote kama za kutoa huduma, zile zote ambazo mtu unaweza ukazisoma baada ya kumaliza elimu ya sekondari, ili tuweze kujibrush kwa ajili ya maisha ya kuingia mtaani, lakini kujiandaa pia kwa form 5 na 6. Kwa hiyo hilo ni jukumu letu ambalo liko mbele yetu na tutalifanikisha ili tuhakikishe kwamba kila kitu kinaenda sawa, au sio? Lakini pia itakuwa ni moja ya shule ambayo itakuwa vivutio kwa shule zingine kwa ajili ya kutengeneza vipaji, kwa ajili ya kuhamasisha wanafunzi kujipenda na kujithamini, kwa ajili ya kutunza mazingira. Kama unavyoona tunaendelea kupanda miti, na zoezi letu la kupanda miti hapa linaendelea. Tunataka baada ya miaka 4 mtu ukija hapa unahisi kama unaingia National Park, kama unaingia shuleni. Kutakuwa na hali ya hewa nzuri, kutakuwa na mandhari nzuri, miti itakuwa imekua, na ninaendelea kuhimiza wanafunzi muendelee kupanda miti, na miti iliyopandwa muendelee kuitunza. Kwa sababu tukitunza miti, mazingira yetu yatakuwa mazuri, tutapata hali ya hewa nzuri, tutapata mvua, lakini pia tutaishi katika mazingira ambayo ni rafiki kwetu.